na huyu Kasongo ambaye anaumiza watu wetu mahasola. Yeye alikuja akasema Hasola versus Dynasty, akasema achaguliwe na mahasola, atawainua awaweke pesa kwa mfuko. Mambo ya bodaboda Rero alipofika pale amegeuka hasola, anamuangaisha, anamuumiza, ametangaza vita na mahasola. Sasa mimi nauliza Gikomba, vile mumebomolewa hapa, mumepata shida, nimekuja kusikiza nyinyi. Watu ya Gikomba mnasemaje? Gikomba mnasemaje? Gikomba mnasemaje? Harambe! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Zakayo, wewe mwizi bomoaji, wewe adui ya hasola. Wangapi wanasema Kasongo? Mimi nasema kama lazima upigane, si upigane na mtu ya rika yako. Harambe! Umetangaza vita. Kuingiza ofisi. Wewe umekuwa mtu ya fujo. Unabomolea watu. Harambe! Ngoja kidogo watu ya MCA. Ngoja kidogo. Ngoja we MCA shuka kidogo. Usipate niseme nisiseme. Wacha munisikize. Wewe Kasongo umetangaza vita na watu ya pale chini. Umetangaza vita na mimi niko hapa Gikomba. SHA inafanya kazi. SHA inafanya kazi. Hii SHA ni wizi wa pesa ya Kenya. Waliiba 103 billion. Mimi nimeuliza Duale, jibu ni kwa nini dao wa kueneza mambo ya SHA? Kwa nini claims inafanyiwa Dubai? Nimeuliza Duale, kwa nini unalipa milioni 600 kila mwezi kwa kampuni yako? Nimeuliza Duale, kwa nini ile mtandao ya kijamii ya kuonesha nani analipwa na SHA uliondoa? Yeye kujidefend anasema ati mimi napiga wa Somali. Mimi nakuuliza Duale, ukiiba pesa ya SHA, jamii ya Wasomali hawakuwa hapo, wewe ndio uliiba, hapana wa Somali. Harambe! Aden Duale umeweka wa Somali are not part of that company iko Dubai. Wewe Duale, ile pesa umeiba ya SHA, unajenga mall pale Karen na ingine pale Kilimani. Wa Somali are not part of your corruption. Keep the Somali community out of your corruption. Somali ni watu wangwana, ni wafanyibiashara, ni Wakenya wastaarabu, ni watu wako na bidii. Usiingize jamii mfisadi. Wewe Aden Duale ndio mfisadi kama mtu binafsi. Harambe! Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Mimi najua mmeumia. Amebomoa Gikomba. Gikomba iko na 16 acres. Anataka kujenga nusu ekari. Aibe ekari 15 unusu. Harambe! Harambe! Wewe Kasongo, tukitafuta serikali tuliambia Wakenya hawatabomolewa usiku, na hakuna Mkenya atabomolewa bila kuoneshwa pahali ya kwenda. Kwa nini unabomolea watu ya Gikomba usiku wa manane
kama watu wanalala. Harambee! Kasongo ende asiende? Sisi nataka kutoa ahadi kwa watu ya Gikomba. Mwaka ujao tukipata serikali, watu ya Gikomba mutafanya kazi pahali mulifanya tangu zamani. Na hata Kasongo, ukiiba hii shamba ya Gikomba 15.5 acres, tukiingia kwa serikali wiki ya kwanza tutachukua kwako tulegeshe watu ya Gikomba. Jenzimbo Rigiji ako kadi, je nyinyi? Nimesukuma yeye, analia kama panya imeshikwa na mtego. Nisukume nisisukume? Nisukume nisisukume? Huyu Kasongo tumekimbiza yeye kama baisikeli ya kuibiwa. Leo Rais Uhuru Kenyatta amesema kila mtu asikize ground. Je nyinyi? Je nyinyi? Munasikiza ground? Sasa leo ameenda pale Udhaya, ameita watu ya kanisa ya Independent kwenda kuwahonga na kuwadanganya. Tunaambia mapasta, tunaambia Wakristo, hii ni kura yetu hatapata. Harambee! Ngoja usikie kidogo. Nimekuwa Matanga, nikirudi jioni nakuta maafisa ya polisi wameniandikia message, Rigiji mtu okoe. Hao polisi wamekuwa kwa insurance inaitwa APA. Kasongo wamewatoa kwa insurance ya APA, amewapeleka SHA ambaye haifanyi kazi, na polisi wanasema hawataki kwenda kwa SHA. Harambee! Harambee! Haya, ngoja kidogo. Pia walimu wale wakubwa yao ya NAT na KUPPET wamehongwa na Kasongo. Wametolewa Minet Insurance, wamepelekwa SHA ambaye haifanyi kazi. Mimi naambia walimu wa Kenya, mutapata shida mingi sana. Si musienda SHA, mutapata shida mingi sana. Harambee! Munajua Stephen Kalonzo Musyoka, kuzo wetu, our cousin. Mwambie hi cousin. Hi cousin. Hi cousin. Tumekuja kusema pole. Wacha tu kidogo MCA. Sasa Kirinyaga na juzi tulikuwa upande wa Makueni, lakini na ilikuwa leo tu upande wa Kitui. Lakini tuliposikia janga ambalo liliwakumba watu wa Gikomba, tukasitiza hiyo mambo yote na tukasema lazima tufike Gikomba leo, kwanza tuambieni pole. Na kwa hivyo ndio tumekuja leo kutimiza ahadi. Hapa hata mwaka jana wakili Ndegwa yule alienda kwa mahakama, ikasema mahakama ikatoa court order. Yani hii serikali ya Kasongo haiheshimu hata sheria. Hii hapa ni court order kusema watu nyumba yao na mahali ya biashara, lakini mabuldoza na kwa umma.
Sasa tumeambia ma-MCA wetu, akiwepo MCA wenu hapa, ninamshukuru. Sikiza, hawa ma-MCA sasa, Kasongo ameamua ataenda kuongea na ma-MCA wa Nairobi pamoja na gavana yao, awaambie, naomba munisikilize, nyinyi kila MCA nitamwekea lami kwa wodi yake kilomita 1, na hiyo kilomita 1 inajumulishwa kama shilingi milioni 60, 60 million. Sema 60 million. Alafu Kasongo na gavana wakaambia ma-MCA, ili mushikane na sisi tubomoe Gikomba tuende kila mahali, nyinyi katika hiyo kilomita 1 60 million, 10% mutachukua muweke mfuko. 10% ya 60 million ni milioni ngapi? Milioni 6. Kwa hivyo hii ni serikali ya ajabu, inaunga hata viongozi. Tumeamrisha ma-MCA wetu, hasa hapa kuna bwana Kaende ambaye ni deputy majority Kibera upande wa Lang'ata, na hapa kuna mheshimiwa huyu ni Isabella. Wewe simama. Huyu amembomolewa na popote le mbali. Mnamwona huyo? Kwa serikali ya Kasongo na waziri wa Ndai akasema charity begins at home. Mimi potelea mbali mambo ya serikali ya Kasongo, mimi itasimama na watu wetu. Tumpigie Isabella makofi. Yeye akanitumia message ambayo tunalia, njoo mjaribu mtuokoe. Kwa hivyo ni uni tupu, ni wizi mtupu. Hata serikali ya Marekani leo imesema haiwezi kufanya biashara na hii serikali ya Ruto. Kwa hivyo ni wizi. Huku tunaelewa umuhimu wa Nairobi River. Tunaelewa sana. Na lazima tuhakikishe ilikuwa imekubaliwa makubaliano kwamba kutoka kwa mto mwenyewe iwe 7 meters, alafu ikaje ikawa 30 meters. Je, kutoka pale kufika kule ni mita ngapi? Ni uharibifu, sio uharibifu. Kwa hivyo wangapi wako tayari kupeleka Kasongo nyumbani? Harambee! Hata mimi nitawapa Wiper. Nikisema Wiper, sema komboa Kenya. Wiper! Nyinyi mko tayari kukomboa nchi yenu? Hii sio demokrasia. Hii si Singapore. Hii ni unyang'anyi wa bwana Ruto. Mnyang'anyi aende asiende? Wanyang'anyi waende asiende? Asanteni sana. Tutarudi kwa mahakama na tuko pamoja nanyi. Vijana, chukueni kadi. Huu mwezi huu wangapi wako tayari kuchukua hiyo kadi? Kwa sababu kumbukeni, Ruto alisema mkiandamana ati mpigwe risasi kwa miguu. Alisema hakusema? Sasa vijana wa Kenya pamoja na babu zao na baba zao na mama zao wamesema sababu wewe Ruto anataka watoto wapigwe kwa katiba yetu, wao watakupiga risasi moja ya kukumaliza kabisa kwa debe mwaka ujao. Wangapi wako tayari kumpiga Ruto risasi moja? Aende asiende? Asanteni. Haya. Thank you. Tuko na kiongozi wetu the Honorable Eugene Wamalwa. Gikomba hoe! Hey! Harambee! Gikomba mko kadi? Nairobi mko kadi? Kama mko kadi sema mbomoaji wa Gikomba aende asiende? Yule
Wamalwa ni mwanasheria. Mimi nimekuwa waziri wa haki na masuala ya katiba. Huyu Kalonzo yeye ni wakili tena ni senior counsel. Pale nyuma tuko na JB Muturi, amekuwa mkuu wa sheria, Attorney General. Tuko na kijana wetu Ndegwa Njiru, yeye ni wakili wa kimataifa. Tumekuja Gikomba leo kuambia Bwana Ruto Kasongo na serikali yake, wao wanasema mnyonge hana haki. Ati yule mnyonge wa Gikomba hana haki. Sisi tuko hapa kusema hata mnyonge yako na nini? Haki. Muna haki au muna haki? Tuko hapa kutetea haki yenu. Watu wa Gikomba, watu wa Nairobi, mufanye kazi yenu kwa bidii vile wao mnafanya, bila mtu yeyote kuwanyanyasa ama kuwabomolea. Sawa sawa? Sheria ya Kenya inasema wewe mwananchi ndio mwenye nchi hii. Yeyote anayekuja kukusongesha wewe lazima aheshimu ile sheria. Sheria ya mito inasema 30 meters. Yaani inatakiwa kwanza mita 7 huku, mita 7 kule. Hawa jamaa wamesongesha, nasikia wamefika 60 meters. Kweli si kweli? Hivyo wamevunja sheria, na sisi tumeenda mahakamani. Tuko na court order. Tunaambia Bwana Ruto respect court orders. Wacha kunyanyasa watu wa Gikomba. Sawa sawa? Wiki ijayo tunarudi mahakamani tena kuzuia huu ubomoaji na kuhakikisha compensation kwa wanabiashara wa Gikomba. Mtachunga mkono? Sisi hatupingi maendeleo na soko nzuri kujengwa, lakini tunapinga ukiukaji wa haki za kibinadamu, unyanyasaji wa watu wanyonge, watu wa chini. Mama mboga, wewe bodaboda, wewe hasla, Ruto alisema bottom up, pesa mfukoni. Kuna pesa mfuko wenu? Aliweka pesa mfuko wenu? Si hapo mnakuja kutafuta pesa? Si mnakuja kutafuta unga? Badala ya kuweka pesa mfuko wenu, hakuambia ni mfuko wa nani. Pesa yote sasa inaingia mfuko wa Kasongo. Leo Amerika imesema sababu ya ufisadi. Kenya has been listed as the home of corruption. Kenya has become the hotbed of graft. Na sisi tunasema wafisadi waende wasiende? Waende wasiende jamani? Muko kadi jamani? Mutachunga mkono tuunde serikali? Ile serikali tutaunda na Kalonzo na Gachagua na huyu JB na Matiang'i na Karua, itakuwa serikali ya haki kwa kila Mkenya. Harambe! Harambe! Asante. Nimesahau ndugu one thing. Hebu niwaambieni, tumeona pale kuna mastall. Mtu anapimiwa mahali hata hakuna choo. Alafu wele ile kamati yenu muichunguze tena. Ikulu wakaenda wakapatiwa. Alafu wewe ambaye tayari umebolewa unaambiwa 7,000 kwa kukondesha kama mahali ambapo hawezi hata kupumua. Huu ni ukora, si ukora? Ni lazima haki. Na kwa hivyo tuko hapa kwa kwamba mtu akiongwa kule asije akajaribu kuuza maisha ya watu. Wewe Bwana Ruto unasema unaenda Singapore. Utafika hiyo Singapore na nani? Na umemaliza maisha ya watu yako. Kwa hivyo sisi tumeungana tuhakikishe huyo jamaa hata hiyo one term ana bahati sana. Hata hiyo one term ana bahati sana. This is the revolution time. Wananchi tusirudi nyuma. Asanteni sana, Mungu abariki. Haya. Wameenda kwa Kasongo, wamehonga, wanauza shilingi 7,000. Alafu wanapea watu wachache wakichikana kama DCC. Waende wasiende? Tuko na kiongozi the Honorable Justin Bidan Muturi. Gikomba oye! Gikomba oye!
Watu wa Gikomba, sisi tumekuja hapa tukiwa muungano huu wa upinzani, kwanza kuja kutoa pole zetu kwa sababu ya ule unyama, ukatili ambao umefanyiwa nyinyi watu hapa Gikomba na serikali hii ya dhulma ya William Kipchirchir Arap Ruto. Na ndio tunasema watu wa Gikomba, tunasema hivi, huyu msaliti wa wanyonge ambaye anaitwa William Ruto ni lazima tuhakikishe atakuwa one term. Harambee! Harambee! Sasa sisi tunasema hivi, kama vile wenzangu wamesema, hatupingi maendeleo, lakini wewe Ruto ulipokuja ukiomba kura kwa wananchi hawa, uliwaambia wewe utashughulikia mambo ya mahasla na mama mboga na bodaboda. Sasa hivi Bwana Ruto, hawa nyonge umewageuka, ndio unawatendea kinyama usiku wa manane, ndio unakuja kuwapomolea. Tunakuambia wewe Ruto, tunakupatia damu. Harambee! Mimi niuliza hivi watu wa Gikomba, mjue hii serikali ya Kasongo iko na dhulma kwa wanyonge. Kama kweli ni mambo ya mtu wa Nairobi wanashughulikia, mkipanda hapa Ikulu State House ya Nairobi hapa, muende muangalie pahali imefika, iko kwa mto pale. Kama Ruto kweli ulikuwa na haja ya kutengeza mto wa Nairobi, ungeanzia kule Ikulu ya Nairobi, usonge huko Kileleshwa, usonge huko Kilimani na huko Lavington. Ruto, umeonyesha wanyonge wa hata mahakama ikitoa amri, hii amri inasema watu warudi kotini tarehe 8 mwezi huu. Bora Ruto, vile umekamata bunge la Kenya, sasa umeanza kukamata mahakama. Na ndio tunauliza mahakama, lazima muwe gangari. We are asking the court and judiciary, you must remain firm. Court orders like this cannot be mere pieces of paper. They must be obeyed. Ruto, hata useme nini ama nini, sisi tukisongesha wewe kule Sugoi, lazima serikali ijayo tutakukujia kule Sugoi, tukurokote, tukupeleke mahakamani, na ile mali ya Wakenya hao wanyonge tuwarudishie, tukunyang'anye kwa sababu ni kuiba, umeiba. Watu wangu, nimalizia, nataka nimuonye William Ruto, kwa sababu yeye amekuwa mfisadi, rais ule mfisadi duniani kote. Utafiti uliofanywa kuuliza ni marais gani ambao ndio wezi zaidi, William Ruto alikuwa namba 2. Ule alikuwa namba 1, alikuwa ametoka Syria, wananchi wakafukuza yeye. Sasa ule rais mwizi zaidi duniani kote anaitwa William Kipchirchir Arap Ruto, na ni lazima kama vile watu wa Syria, hata wewe Ruto, wewe Kasongo, harambee! Asanteni sana watu wa Gikomba. Wameungana na William Ruto kuumiza watu ya Gikomba. Sakaja ni one term, si one term.
Sakaja ni one term, si one term. Aende asiende? Aende asiende? Wangapi wanasema Sakaja aende? Mimi watu ya Gikomba nataka niombe msamaha. Mimi ndio nilikuja hapa msamaha, mumenisamehe? Hapa Kamukonji tuko na watu ya chama ya DCP. Tuko na watu ya Wiper, wacha nione watu. Formula ndio hiyo. DCP na Wiper, Rigiji na Kalonzo, tutaketi tukubaliane, tutoe mtu mmoja wa kusimama kiti ya MP wa Kamukonji. Neguo Dwaito. Neguo. Baito muyaseo. Muyaseo enge. Sasa tumesikizana. Tunataka tutafute gavana mpya wa Nairobi. Tutafute gavana mpya. Wacha tumkaribishe Bazu, the Honorable James Gakuya azungumze na watu ya Gikomba. Harambee Gikomba! Harambee! Harambee! Watu wa Gikomba tumetembea kuwapa pole kwa sababu tulienda safari na nyinyi, tumefika kule tulikuwa naenda Canaan, lakini umbaya ni kwamba tulipatana ambao walibadilika wakawa wala watu kuliko ambaye ametusahau. Mimi nasema imefanyika hapa Gikomba, hii ni kitendo ya kiumla, ni kitendo ya kinyama, na mtu ana haja na wananchi. Huwezi kuja kupomolea wananchi usiku, unaharibu mali ya wachuuzi usiku. Sisi tunasema namna hii, mahali William Ruto unatupeleka kwa shimu, na mahali unatupeleka hatuwezi kubali kwenda hiyo barabara. Na tunasema serikali ya Kenya si ya military, hii ni serikali ya wananchi, na tungetaka kuona Mkenya akipewa heshima, hata awe ni mkulima dogo, hata awe ni mkulima medium ama mkulima kubwa, wote waheshimike. Hao wakulima wadogo wanakulaga hiyo kipato kidogo, wanakula kwa miararo yao ya viatu ama manguo. Ukiwapomolea watasomesha watoto wao na nini? Ukiwapomolea watalipa majumba na nini? Ukiwapomolea watakula wapi? Kwa hivyo tunasema serikali hii si serikali ya military, ni serikali ya wananchi, na tukataka kuona William Ruto ukihudumia wa Kenya na ukiwapa heshima. Na wewe Sakaja, wewe kumbuka hawa Nairobi walikupangia raini ya asubuhi, wanaumizwa na umenyamaza. Tunasema upomoaji unapoendelea, hiyo ni upomoaji wa kinyama, na tungesema kama mna haja na watu, msimamishe upomoaji ili wa Kenya waweze kujimundu. Wale watu wako beyond the boundaries of Gikomba pia wako na notice ya kupomolewa, na tunauliza wewe bwana rais na wewe bwana governor, mkumbuke hizi manyumba mnapomoa imejengwa na mali na imepomolewa, mmekataa kulipa riadha. Tunasema kama mnataka kuendelea kupomolea watu manyumba, mkisema wako kwa mto, mwata kujenga manyumba hizo mnajenga za affordable. Na namba 2, lazima mjue watu mkiwapomolea muwalipe ridhaa. Hamwezi kuwa kazi yenu ni kupomoa mali ya wananchi, mali na serikali ya Sakaja. Musyoka, tutayarisha serikali mpya, tusonge mbele. Ningesema vijana, najua hamko kazi, lakini serikali mpya itawapa. Asanteni na Mungu awabariki. Harambee. The Honorable Mawathe amsalimie.
na pale kwa badi. Mimi nakuja kuwapeni pole kwa kubomolewa. Huyu anasema mnapewa, mnauziwa kiwanja. Mheshimiwa Kamande Mwafrika. Gikomba harambe! Harambe! Jeshi power! Jeshi power! Ilisemekana ati hasura ati ni bottom up atolewe chini apandishwe juu. Kumbe ilikuwa ni kuchimbia hasura shimo atumbukie ndani. Hii serikali iende isiende? Harambe! Harambe! Tuko na Mheshimiwa wa Embakasi Central Kayole, Mheshimiwa Meja Dong. Harambe! Harambe! Mimi naitwa Meja Dong, mbunge wa kule Embakasi Central. Na mimi nimekuwa mmoja wenu kwa sababu mimi nimekuwa mfanyibiashara hapa Gikomba kutoka year 2001 mpaka saa hii bado tunaendelea kufanya hii biashara. Mimi nakumbuka tulikuja hapa na Kasongo. Na Kasongo akasema hakuna siku hata moja mwananchi ama mfanyibiashara atakuja kubomolewa. Ametudanganya, hakutudanganya. Alitudanganya, hakutudanganya. Kasongo aende asiende. Kasongo aende asiende. Saa hii Kasongo amekuwa mwizi. Yule mwizi mkubwa. Na ile biashara anataka kufanya hapa. Hii vile mnaona anawabomolea. Kuna shamba anataka kuimba eka 2-3 ndio atengeneze mole yake. Tafadhali mimi nawaomba watu wa Gikomba msimame kidete na tuseme na lugha moja, Kasongo must. Ati tuseme na lugha moja, tuseme nini? Na tushikane sisi wote kama wana Nairobi. Kasongo alikuja akatudanganya ati ni maneno ya Hustlers versus Dynasty. Sasa amekujia Hasra, anahakikisha ati watoto wetu hawasomi. Wakati tunaenda pale Kenyatta tunapata hakuna matibabu. Lakini Kasongo yeye mwenyewe amesimama kuongelea Nairobi Hospital badala ya kwanza kuangalia maneno ya Kenyatta. Sisi wote tukiwa hapa Gikomba lazima tusikizane kwa sababu amebomolea sisi biashara. Lazima Kasongo afanye nini? Lazima Kasongo afanye nini? Harambe! Asanteni sana, tuko pamoja na tutazidi kushikiliana. Asanteni. Harambe! Uchaguzi ujao tunatafuta kiti cha mama county. Nataka nimpatie nafasi mama miradi Millicent Omanga ambaye anataka Gikomba oye! Gikomba oye! Hebu nione salamu za Gikomba. Kwanza kabisa kama mama Omanga nimekuja kuwaambia pole. Niko na pole mbili za watu wa Gikomba. Pole ya kwanza ni kwa sababu mmeharibiwa mali, mali imebomolewa, mali ingine ikaibiwa wakati usiku wa manane. Pole ya pili, mimi Millicent Omanga nilisimama kiti cha Women Rep 2022 na nilikuja hapa na Kasongo kwa sababu Kasongo alikuja akatudanganya kuwa anachukua hasla kutoka chini amlete juu, kuwa atakuja hakuna mtu atabomolewa tena usiku. Lakini ila alikuwa anasema ilikuwa uongo si uongo. Ilikuwa uongo si uongo. Kwa hivyo si ni kaongo.
na sisi tukakubali ule uongo wake, nikakuja kumuuza hapa Gikomba. Nataka munisamee kwa sababu pia mimi nilidanganywa. Mtanisamea, mtanisamea. Watanione wale wanasema watanisamea. Harambee. Asanteni sana. Sasa Ile hapa soko ya Gikomba, watu wengi hapa wameathirika ni single mothers. Single mothers mpo? Single mothers mpo? Hata wale tumeolewa ni kama single mothers. Si ni kweli? Na vijana wetu pia wameumia hapa, hawana kazi, wako hapa mtaani wakahangaika. Kwa hivyo tukitaka kujenga Nairobi yetu, tukitaka Nairobi yetu iendelee, ikifika mwaka 2027 August, tuchague kiongozi mmoja kwa hawa. Tumchague, wakikubaliana ni Kalonzo, tumchague Kalonzo. Wakikubaliana ni Rigiji, wakikubaliana ni Matiang'i, tumchague Matiang'i. Wakikubaliana ni JB Muturi, huyo ndio tutachagua. Wakikubaliana ni Wamalwa, huyo ndio tutachagua. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mimi nasimama na chama cha DCP. Mtanisupport. Mtanisupport. Na DCP. Team ambaye inashikana, inasikiza ground. Tuko pamoja? Asanteni sana na mbarikiwe. Harambee. Harambee. Hawa ma MCA wa Nairobi. Wewe ngoja kidogo. Ngoja kijana. MCA wa Nairobi, vile kiongozi wetu Stephen Kalonzo Musyoka amesema, wameahidiwa contract ya 60 million. Hata milioni 6 kama hongo. Ndio wamesaliti watu wa Nairobi. Ndio kubemolewa amenyamaza. Hawaongei kwa sababu mdomo imejaa chakula. Lakini MCA wa hapa, huyu Petit, amekataa hongo. Amekataa hongo. Ameamua kusimama na watu wake. Wacha tumkaribishe MCA aseme jambo. Harambee. Rigiji Kalonzo Musyoka kwa kukuja kutufariji watu wa Gikomba. Watu wa Gikomba mwapokea? Tuko sawa na hii timu? Muko sawa na mimi? Rigiji wako ile walitoa 7,000. Hawa wamebaki hapa hawana kitu. Ndio maana hawako ile upande. Wale machairman mnaitaga machairman wamewahadaa na wakaenda wakawauza nyinyi, si ndio? Au ni machairman kweli? Au ni machairman? Tuko na Rigiji. Mbunge ashawaifika hapa. Mbunge ashawaifika. Huyo mpaka aende nyumbani, si ndio? Aende asiende? Aende asiende? His Excellency 72 hours wakuu wa itwa hawajapewa compensation, wameambiwa tu wahame. Hawa walibomolewa saa 7 usiku bila ya kuongeleshwa, mali yao ikapotea, pesa yao ikapotea. Hawa ni watu wako na loan, wanasomesha watoto na hawajui mahali watawapeleka. Nguvu yetu yote, Your Excellency, iko kwako, Your Excellency, na tunawategemea. Harambee! Harambee! Asanteni na tuko pamoja watu wa Gikomba. Tuko na wakili. Tumukaribishe wakili Ndegwa Njiro.
Harambee! Sijasikia vizuri, Kasongo hajasikia. Harambee! Aende asiende, asonge asisonge, ni mwizi sio mwizi, ni muuaji sio muuaji, ni katili sio katili. Kasongo mbae, mbae mbae, Kasongo mbae, mbae mbae, Kasongo mbae, mbae mbae, Kasongo mbae, mbae mbae. Sasa watu hapa Gikomba, si mnajua ule chairman anaitwa Kibaki Mbogwa? Si mnamjua? Si mumliona kwa TV? Nilimuuliza kwa nini umesaliti watu wako, watu wetu, akasema ati mmemkubalisha. Mmemkubalisha? Mmemkubalisha? Alikuja kwa ofisi yangu wakiwa na chama inaitwa Gikomba Traders Consortium na Gikomba Traders Association. Tukaenda mahakamani tukachukua hii court order. Mpaka sasa hivi hii court order iko live. Nini amekubali nyinyi muhamishwe? Ni msaliti sio msaliti? Aende asiende? Sasa watu wangu, tunataka kuchukua serikali kutoka kwa huyu katili, huyu mwizi, huyu muuaji, ili turekebishe mfumo wa sheria. Turudishe nchi katika mfumo wa kuheshimu sheria na kuheshimu katiba. Yule Senior Counsel Kalonzo Musyoka mnamjua? Senior Counsel mnamjua? Ametosha hajatosha? Ako sawa yuko sawa? Huyu Rigathi yuko poa yuko poa? Yuko fiti yuko fiti? Wapi nduru ya Eugene Wamalwa? Wapi nduru ya Justin Muturi? Huyu Kasongo tutamfundisha jinsi ya kutii sheria. Sisi ni mawakili. Senior Counsel yuko hapa, Attorney General yuko hapa, Martha Karua yuko hapa, Eugene Wamalwa yuko hapa. We are going to restore this country back to the path of the rule of law. Harambee! Asante. Harambee! Tuko na huyu mama cheerleader wenu, si ndio? Wacha pia aseme jambo, amueleze vile maneno naendelea. Wananchi wa Gikomba, habari zenu? Harambee! Sisi tumebomolewa hapa Gikomba, na leo tumefurahi ni wale viongozi wamekubali kuitika mwito wetu. Tumewangojea tangu ile siku tulibomolewa. Tumeita viongozi wa hapa, hakuna aliyekuja kutuitika nduru yetu. Asanti sana Bwana Rigiji, asanti sana His Excellency Kalonzo Musyoka kwa sababu ya kuitika. Jana nilikuita na ukakuja, na asanti kusimama na waathirika wa hapa. Hawa wananchi mnaona wanaambiwa wamepatiwa mahali ya kuhamia, lakini ile sehemu imejengwa ni kidogo sana. Wengi ni wale hawana mahali ya kujimudu. Tunaomba mtuachie leo kama mmetuombea, na mtuambie tuendelee kufanya kazi kama kawaida. Hiyo ndio ombi letu, ya kwamba mwananchi aachiwe aendelee na kazi yake hadi ile, kama unasema unajenga, ile siku utajenga ndio uoneshe mtu mahali ya kuenda. Lakini kwa leo, riziki ya leo, wananchi waachiwe waendelee kufanya kazi. Asanti kwa kuituitika. Haya, tuko na ma-MCA hapa ambayo wamesukua pande ya wananchi. Wacha tu waseme jambo, ajitambulishe pahali anawakilisha na aseme jambo.